time is gone. Wakati umeyoyoma. But open with me the book of Luke 17:32. Lakini funueni pamoja nami kitabu cha Luka 17:32. I wish the cameraman can zoom that banner that reads "Remember Lot's wife." Ningependa yule mpiga picha kaweze kusongesha picha ile karibu zaidi kwenye runinga ambayo inasema mkumbuke mkewe Lutu. That it can appear on the screen. Ili kwamba ikaweze kujitokeza kikamilifu katika runinga. On this message, katika ujumbe huu, we have been taught and taught and taught. Tumefunzwa na tukafunzwa na tukafunzwa tena. And remember last Sunday, na kumbukeni Jumapili iliyopita, we came across this verse. Tulipitia andiko hili. Isaiah chapter 5 verse 1. Katika Isaiah chapter 5 verse 1. Isaiah sura yake ni ya 5 mstari wa kwanza. We are not going to read it today. Hatutaisoma leo. But it was talking of vineyard that was prepared. Lakini ilikuwa inazungumzia kuhusiana na ule mzabibu ambao ulikuwa unaandaliwa. In expectation that the farmer will get some fruits out of it. Yule mkulima akitarajia kwamba atapata tunda nzuri kutoka mle ndani. But at the end of it all, lakini mwisho wa swala hilo lote, we realized tukagundua that the farmer did not get what he expected. Kwamba mkulima hakupata chochote alichotarajia. And when you go to the book of John John 15, na unaporejelea Yohana sura 15, and the Lord spoke about it today. Na Bwana alizungumzia leo. I am the true vine. Kwamba mimi ndimi mzabibu wa kweli. Maybe you can read it in Kiswahili very fast. I know we have our pens, we are writing, we have nani? Where is your pen? You can read it. Inasema hivi, ni kitabu cha Yohana sura ya 15 kuanzia mstari wa kwanza, anasema in connection to Isaiah chapter 5. Tukiweza kuilinganisha na kitabu cha Isaiah sura yake ya 5 mstari wa kwanza, anasema hivi, Yohana 15 mstari wa kwanza, mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima. So the father is a gardener. Hivyo basi baba ndiye mkulima. The farmer we saw in Isaiah chapter 5 is the father. The farmer we saw is the father. Yule mkulima ambaye tuliona katika Isaiah 5, yeye sasa tunaona ni baba. Kisha mstari wa pili anasema, kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda, baba yangu hulikata. Nalo kila tawi lizaalo hulisafisha ili lipate kuzaa matunda zaidi. The father who is a farmer, the Bible says, he cuts off every branch in me that bears no fruit. Meaning, the expectation of the farmer in Isaiah chapter 5 is to find fruit in this vine. In this farm, he expects to see fruits. Anasema kwamba kila tawi ambalo liko ndani mwangu na halizai tunda, baba hulikata. Kwa kumaanisha kwamba katika Isaiah 5, baba anatarajia vyema kabisa kwamba kila tawi lazima lizae tunda hapa ndani. And when we went to Galatians chapter 5 verse 22, na tuliporejelea Wagalatia 5 mstari wa 22, we came across the fruits that we expected. The expected fruits that should be of every Christian. They ought to have these fruits. Tukafikia yale matunda ambayo yanatarajiwa kupatikana katika kila Mkristo. Lazima kila Mkristo awe na matunda haya. Galatians chapter 5 verse 22. Before we go to the lead scripture of Luke 17:32. Wagalatia sura yake ni ya 5 mstari wa 22, kabla turejelee ile andiko ambalo tumekuwa tukizingatia la Yohana 17. Anasema hivi, lakini tunda la Roho ni upendo. The fruits the farmer expects are number 1, love. Yale matunda ambayo baba anatarajia ya kwanza kabisa ni upendo. And these are the fruits of the Holy Spirit. Na sasa haya ni matunda ya Roho Mtakatifu. And when we tried to tackle the fruit of love, we realized, na wakati tulijaribu tukushughulikia tunda hili moja la upendo, tukagundua are people who claim to have the Holy Spirit, but when we tested the fruits of the Holy Spirit, number 1, love, we realized we needed repentance. Kuna watu ambao wanajidai kwamba wanaye Roho Mtakatifu, lakini tulipojaribu kukadiria tunda hili la upendo ndani mwao, tukagundua kwamba wamepungukiwa, hawana. You can read it, you can flow with it. Anaendelea, anasema, nasoma Wagalatia 5 mstari wake ni wa 22, anasema, lakini tunda la Roho kwanza ni upendo, pili ni furaha, 3 ni amani, 4 ni uvumilivu, 5 ni utu wema, 6 ni fadhili, 7 ni uaminifu, 8 ni upole, 9 ni kiasi. Katika mambo kama haya hakuna sheria. If I go back to the first one. Ikiwa nitarejelea ile ya kwanza tu, ya kwanza. When we tested love.
tulipopata kupima na kuchunguza according upendo, to 1 Corinthians chapter 13, kuzingatia waraka wa Korintho wa kwanza sura ya 13, we all agreed sote tukakubaliana that we need Jesus to help us on matters love, the Kwamba- love of Christ. kwamba tunahitaji Yesu atusaidie tunaporejelea swala la upendo wa Kristo. And at your own time, you can go read one by one. Na kwa wakati wako mwenyewe unaweza pata wakati usome moja kwa moja. Number one, we have said is love. Ya kwanza tumesema ni upendo. Go and check your heart. Check your heart. Enda na uchunguze moyo wako. Do you have the love of Christ as written in the Bible? Je, unao upendo wa Kristo jinsi imenakiliwa katika Biblia? Number two Ya pili is, ni furaha. what is joy? Furaha ni nini? Furaha ni nini? Hebu ambia ndugu atuambie furaha ni nini. Enda hapo utuambie furaha. Si mnasema ati leo niko na furaha sana. What is joy? Furaha ni ile hali ya kusikia vizuri ama kuwa na tabasamu ndani ya moyo wako. I want to ask myself and ask the church. Ningependa kujiuliza mwenyewe na niulize kanisa. At what times do people get happy? Watu hufurahi wakati upi? Watu hufurahi wakati gani? Usaidiwe na uvasia. Ukiangalia watu tu wako na furaha. At many times, what kind of joy do people carry? Wengi hufurahi wakiwa na pesa mfukoni. Kwanza watu wakiwa na pesa mfukoni. Watu wako na. I want to ask myself and I ask you, does it mean that our foundation is the Bible talking about that joy that we have when things are moving well? Je, ningependa kujiuliza na nikuulize. Je, wakati Biblia inazungumzia furaha, imeweka misingi yake katika hali ya maisha yetu wakati mambo yanaenda vyema? Yeah. And I want to ask you Christians, and I ask myself, what kind of joy do you have? Some people celebrate when they have been proposed for marriage. Akiulizwa tu apewe, kuna ile pete inaitwa ya engagement ama ya disengagement. When they are given that pete, you will see joy all over, even in town with new kibetis, new viatus. You will see them very happy. Things are moving very well. Ningependa kuuliza enyi wa Kristo na nijiulize mimi mwenyewe. Je, furaha yetu kama wa Kristo inazingatia mambo ya hapa duniani? Kama kwa mfano naweza peana, wakati mtu amepozwa na amepewa ile pete ya kupozwa, utapata mtu anatabasamu, hata mjini anatembea na amefurahi. Women get happy when I realize I have bought a new land somewhere. Prime land, I have bought land. You see me, I'm very happy. A lot of joy, Mzee Mleke. Watu wanafurahi, niko na eka 2 pale Njoro, niko na eka 3 Solai, niko na eka 4 where. You see these men, nimemaliza kujenga nyumba ya nyumbani. You see kind of joy, but I would call it fake in quotes. Hiyo furaha, hiyo mashamba tunarudi tunanyang'anya watu. Utaona mtu amefurahi kwa sababu ana shamba, amenunua Njoro, kuna nyingine mahali pengine, utamwona amefurahi, lakini ningependa kuita ni furaha bandia. Would you call that joy? Je, utaita hiyo furaha ya kweli? Then what kind of joy? I see people celebrating after I am not saying that you stop celebrating. I see people celebrating when we have realized that I have gotten a certain mark. I have gotten employment. You see a kind of joy that simply removes you from the true joy and puts you into a different journey, a different joy. So there are two kinds of joy. Mimi huona watu wakifurahi na kusherekea, na ningependa kuhimiza watu msiache kusherekea, lakini hii sherehe yao mara kwa mara hutokana wakati wamepata alama fulani, wakati amepata kazi, wakati amepata kudhawabiwa kwa sababu ya swala fulani. When you look and audit yourself, wakati unajiangalia na kujichunguza mwenyewe, what kind of joy do you have? What do you possess? What do you call joy in your life? Wewe ni kipi ambacho unaita furaha katika maisha yako? Because there is that joy that comes from the Holy Spirit as a fruit of the Holy Spirit. Kwa sababu naelewa tunazungumzia furaha ambayo inakuja kutoka kwa Roho Mtakatifu kama tunda la Roho Mtakatifu. The joy the Bible is talking about, even we sang it. Hii furaha ambayo Biblia inazungumzia, waliponiambia nilishangilia.
As a Christian, you must differentiate with these two joys. Kama Mkristo lazima uweke utofauti kati ya furaha hizi mbili. Allow me to go to Luke 17:32 because I want to finish this. I want to finish. Muniruhusu nirejelee katika Luka 17 mstari wa 32, manake ningependa kumaliza kwa sababu ya muda. We will come back to the fruits of the Holy Spirit Tutarejelea tunda la Roho Mtakatifu when we have time. wakati tutakuwa na muda. Luke 17:32. Luka sura ya 17 mstari wa 32. Remember Lot's wife. Mkumbukeni mke wa Lutu. Let it stay there at the screen. Wacha ikae pale kwenye runinga. Let it stay there. Wacha ikae hapo. When the Bible talks about Lot's wife, Wakati Biblia inazungumza kuhusiana na mkewe Lutu, we all know how Lot went to Sodom tunakumbuka jinsi ambavyo Lutu alivyoenda Sodoma, and how he stayed far away. He said he wanted to stay just near Sodom. na jinsi alivyosema kwamba angependa kukaa tu mahali ambapo si mbali sana na Sodoma. But the Bible says Lakini Biblia inasema at some point, kwa wakati fulani Lot was not only next to Sodom, but he was sitting at the gate of Sodom. Lutu hakuwa tu karibu na Sodoma, lakini sasa alikuwa amekaa malangoni pa Sodoma. Meaning, he Kumaanisha was involved in making some decisions about that area. Sodom, a wicked city. alikuwa amehusishwa katika kufanya uamuzi kuhusiana na masuala ya jinsi ambavyo mji huo ulikuwa ukijiendeleza. And the Bible says, Na Biblia inasema these last days, hizi siku za mwisho, where the prophecies have been fulfilled, wakati ambapo unabii umetimilizwa, in these last days, katika hizi siku za they mwisho will be like the days of Lot. zitafanana na zile siku za Lutu. Luke 17 verse 28 to 29. Luka 17 mstari wa 22 hadi 29. Luke 17. Luka 17. The last days. We know that the last days will be the like days of Noah. Tunajua kwamba siku za mwisho zitakuwa kama siku za Nuhu. But today, Lakini leo we want to look at Luke 17 verse 20 to 29. tungependa kuzingatia Luka 17 22 hadi 29. 28 hadi 29. 28 hadi 29. You can have it on the screen. Read it in Kiswahili very fast. Luka 17:28 anasema, ndivyo ilivyokuwa katika siku za Loti. It was like so in the days of Lot. Ilikuwa hivi katika siku za Loti. Watu walikuwa wakila na kunywa, wakinunua na kuuza. Wacha twende pole pole. I want you to pick on the things that made Lot's wife look back. I want you to pick on them, write them one by one. Then you compare with the days we are in. You tell me the similarities. Ningependa tukapate kuzichomoza vile vipengee vya vitu ambavyo vilifanya mkewe Lutu akangatazama nyuma. Ukazinakili moja kwa moja na ukazingatia na siku za sasa. It was the same in the days of Lot. Ilikuwa hivyo katika siku za Lutu. People were doing what? Watu walikuwa wakila na kunywa. Uko na kalamu? Chukua kalamu. We are writing. Tunaandika. Siku za Noah kulikuwa namna gani? Siku za Lutu watu walikuwa wakila. The first thing, jambo la kwanza, people were eating. Watu walikuwa wakila na kunywa. Pili, walikuwa wakinunua na kuuza. People were very busy in business. Watu walikuwa wamejishughulisha sana kwa biashara. Tatu, walikuwa wakilima na kujenga. These are the days of Lot. Hizi zilikuwa siku za Lutu. And when the angels were sent to call people during these days, they met a lot of rebellion. Wakati malaika walipotumwa kwa hawa watu hizi siku, walipata uasi mkubwa. Because of the business of the day. Kwa sababu ya biashara za kila siku. Because of what people were doing that time. Kwa sababu ya zile shughuli ambazo watu walikuwa wamejishughulisha nazo wakati huo. Meaning, kumaanisha, people were eating and drinking. Watu walikuwa kila na kunywa. Watu walikuwa wameshiba. Watu walikuwa wameshiba. Walikuwa wameshiba. People were eating and drinking. Watu walikuwa wameshiba na kujiburudisha. They were buying and selling. Walikuwa wakinunua na kuuza. They were very busy doing their things. Walikuwa wamejishughulisha wakifanya mambo yao. And when the angel was sent to them like this, na wakati malaika alitumwa kwa they did not have time to listen. Hawakuwa na wakati wa kusikiza. And because of this eating and drinking, na kwa sababu ya huku kula na kunywa, because of this abundance of eating, kwa sababu ya utele huu wa kula, meaning, kumaanisha, these people did not even have time to fast. Hawa watu hawakuwa na wakati wa kufunga. These people did not have time
to pray. hawakuwa na wakati wa kuomba. These people did not go for Hawa evangelism. watu hawakwenda uinjilisti. These people did not go for fellowship. Hawa watu hawakwenda ushirika. These people did not fear God. Hawa watu hawakumhofu The Mungu. Bible is saying Biblia they inasema were in the business of eating and drinking. walikuwa wamejishughulisha katika You kula na can kunywa. imagine Unaweza wazia even the kind of eating and drinking they were in. hata aina ya kula na kunywa ambao walikuwa Maybe they ndani. called people in their classes. Huenda walikuwa wakiita watu katika vitengo vyao. And you can tell in this condition, Na unaweza sema katika hali they hii did not consider the poor. They did not consider them. hawakujali kuhusiana na maskini. They were in the business of eating and drinking. Walikuwa katika biashara ya kula na And kunywa. by that time the angels were sent. Na wakati malaika And walipotumwa, when the angels came to the land, na wakati malaika walipokuja katika because of nchi, this business of eating and drinking, kwa sababu ya biashara hii ya kula na kunywa, buying and selling, kununua na kuuza, planting and building, kupanda na kujenga, because of this kwa business, sababu ya hizi they did biashara, not realize the angels have already come. hawa watu hawakugundua kwamba malaika They tayari did not yamekuja. realize the prophecies have been given. Hawakugundua kwamba zile unabii ambazo zilikuwa They zimepeanwa, did not understand the times. hawakuelewa nyakati, They did not understand the times they were in. hawakuelewa nyakati walizoishi. Then when the time came for Na judgment, wakati ya hukumu ilipowadia, even them that had a chance to be held hand by the angels, hata wale waliokuwa na fursa ya kushikwa mkono na malaika, even them that had that chance, hata wale waliokuwa na hiyo fursa, their hands were held by the angels. mkono wao ulikuwa umeshikwa na They were malaika, told to come out of Sodom. wakaambiwa njoo tutoke They Sodoma. did not realize, Hawakugundua, despite of being held hand by Wa- angels themselves, kutozingatia kwamba walikuwa wameshikwa mikono na malaika because of mwenyewe. the eating and drinking, buying and selling, Kwa sa- planting and building. Kwa sababu ya huku kula na kunywa, kupanda na kujenga, This- kununua na kuuza, Despite of them being led by the angels, kutozingatia kwao kwamba wao wameongozwa na malaika, despite of the angels coming to them in the morning, kutozingatia kwamba malaika alikuwa amekuja kwao asubuhi, despite of the angels coming to warn them, ijapokuwa kwamba malaika alikuwa amekuja kwao, despite of the angels telling them prepare, ijapokuwa kwamba malaika alikuwa amewaambia they mjiandae, still looked back. bado walitazama They nyuma, still looked back bado walitazama nyuma, because of this business of eating and kwa drinking, sababu ya hii biashara ya kula na buying kunywa, and selling, kununua na kuuza, planting and building. kupanda na kujenga. That business took these people to hell and they looked back. Hiyo biashara ilipeleka hawa watu jehanamu na wakatazama nyuma. And because they had already been given the message, Na kwa sababu walikuwa tayari wamepewa ujumbe, they had already seen the visitation, walikuwa tayari wameona mtembeleo, there was no time to wait. hakukuwa na wakati wa They kungoja, were judged instantly. walihukumiwa moja kwa moja. Deuteronomy chapter 3 verse 25. Kumbukumbu la Torati, The business of eating and drinking. biashara ya kula na kunywa, Kukula na kukunywa na kushiba na kulala. kukula na kukunywa na kushiba na They kulala. forgot about their calling. Walisahau kuhusiana na mwito wao. They were given instructions in the morning, Walipewa maagizo but asubuhi, in the afternoon they have forgotten everything. lakini ya dhuhuri wamesahau kila kitu. Even after this service today, Hata baada ya ibada hii leo hivi, despite of the mega prophets telling us to go out and evangelize, kutozingatia kwamba manabii wakuu wa Bwana wametueleza twende na tufanye uinjilisti. some of us will go back to their business of eating and drinking. Baadhi yetu tarudi katika biashara zetu za kula na They will kunywa. care not about the instructions. Hawatajali kuhusiana na They will go maagizo. back to eating and drinking, Watarudi katika kula na kunywa, planting and building. wakipanda na I'm kujenga. not saying that you stop working, Mimi sisemi kwamba uache kufanya kazi, but I want to tell you lakini ningependa the kukuambia business of eating and drinking. kwamba biashara ya kula na I kunywa, am not saying that you stop working where you are working, sisemi uende uache kufanya kazi mahali unafanya kazi, but the Lord is asking, lakini Bwana anakuulizia where is the tithe of your time? Tithe of your time. wapi ile fungu la 10 la wakati Of wako, your time. ya wakati The wako. Lord is asking. Bwana anakuulizia, It is true, I've given you food to eat, ni ukweli nimekupa chakula cha kula, but you miss even a tithe of your time to come and preach and pray. lakini si hata utenge tu fungu la 10 la wakati wako uje uombe. 32:15. Listen to this. Sikiza hii. Yeshuruni alinenepa na kupiga teke. Wacha niambie.
kunenepa, unaweza nenepa bila kukula? Ati wewe ulikaa tu chini hivi ukajikuta ati wewe sasa umekuwa mkubwa? Can you grow? Je, unaweza kuwa? Yeshuruni alinenepa na kupiga teke. Alikuwa na chakula tele, akawa mzito na akapendeza sana. Akamwacha Mungu aliyemuumba na kumkataa mwamba mwokozi wake. Look at the dangers that met Jeshurun because of the process, the calamity of eating and drinking, building and planting. Look at the calamity. Tazama yale madhara, ile hali mbaya ambayo humpata mtu wakati amezama ndani zaidi katika swala la kukula na kunywa, kupanda na kujenga, kununua na kuuza. Tazama madhara na hatari yake. This is the danger that was with Ruth that made her look back. She started remembering the things that she remembered, how she used to stay, what she used to eat, how they were building. Already maybe they were doing the fifth building somewhere, straw building. Already maybe they have started a project that was doing very well. She started remembering things. Haya ndio madhara yaliyompata mkewe Lutu, kwa sababu alianza kukumbuka. Huenda walikuwa na mradi ya ujenzi wakijenga jengo la gorofa, huenda ni gorofa la 5 au la 6. Alianza kukumbuka yale maswala na mambo ambayo alikuwa anayaacha nyuma, yaliyokuwa yakiendelea katika maisha yake. I am not saying that you stop building. Mimi sisemi kwamba muende muache kujenga. I'm also building. Mimi pia najenga kwangu. I'm also planting. Mimi pia napanda. But where is the tithe of the time of the Lord? Where is the tithe? What time do you give to Jesus? What time? Where is the tithe of his time? Lakini ningependa kuuliza, ile kitengo ambacho umetenga cha sehemu ya 10 ya pekee ya muda ambao umemtengea Mungu, ni wakati huo uko wapi katika mpangilio wako? And remember the Great Commission in Matthew 28. Na kumbuka kule kutumwa kukuu katika Mathayo sura 28. Have you taken time to go out and evangelize? Je, umechukua muda ukaenda nje ukaanza kufanya uinjilisti? As we stand up in the mighty name of Jesus. Tunaposimama katika jina kuu la Yesu. Time is not on our side. Muda hauko upande wetu. But turn to your neighbor and tell them. Lakini mguze jirani yako na umweleze, Jesus is coming back. kwamba Yesu anarudi. I have to improve on a few things. Lazima nikaweze kuboresha masuala mawili matatu. The attitude, the process of eating and drinking. Hii hali ya kula na kunywa. Ambia Overseer Samuel, ambia yeye mambo ya kukula na kunywa sasa ifike mwisho. Atukikula tu kishiba unafikisha tu hapo. Unaweka full stop. Maisha imefika hapo, nimeshiba leo kak. Ukiinamisha kijiko hivi umefunga kila kitu. Kwa redio hawezi piga simu, hausikizi redio, hawezi enda kuhubiria mtu, hawezi enda kuona wagonjwa. Jirani yako ni mjane, hata hujui juma yake. You are just there after eating and drinking. Sijui anakunywa nini. Of course, hata siku hizi wachungaji wameanza passion mingine, wanasema tukunywe tu wine. They call it wine tu ya kusafisha nini? Kwani hizi tumbo zenyu tu ndio mgonjwa? Sisi zetu si mgonjwa. Wacha. Let us stand up. Let us stand up. Wacheni tusimame mbele. They have brought the world into the church. They try to justify sin. They try to justify sin. Wanajaribu kudhibitisha dhambi. Dhambi ni dhambi. Dhambi ni dhambi. As we worship, tunapomwabudu Bwana, tell the Lord to help you. Mwambie Bwana akusaidie. I don't know which decision you have made in your life. Sijui ni maamuzi gani ambayo umefanya katika maisha yako. I don't know what you have decided. Sijui ni kipi ambacho umeamua. And this week, na juma hili, sit down and think twice. Tafadhali keti chini peke yako na uwaze mara mbili. Tell Jesus to help you. Mwambie Yesu akusaidie. As I do also. Jinsi nitakavyofanya pia mimi mwenyewe. That I may follow all the instructions. Ili kwamba nikapate kufuata maagizo yote. We have not checked on the rebellion of the Israelites in the wilderness. Sisi hatujarejelea ile swala la uasi la wana wa Israeli katika jangwa. When they ate and drank and sat down. Wakati walipoketi wakala na kunywa na kukaa chini. The things that make people look back. Vitu ambavyo hufanya watu watazame nyuma. Ati unakaa tu unakumbuka ile chakula ulikula, kuna nyama nilikula jana mahali. Those are the things that are rolling in the head like this. Hivyo ndio vitu ambavyo vinarejelewa katika nia zako namna hii.